Nimemwambia amalize kila kitu. Sasa kama atakuwa hajafanya hivyo, maana yake hayo ni matatizo yake. Nategemea kila mmoja anajua nini maana ya maisha. Kiumba. Njoo. Nadhani umeshajiandaa vya kutosha. Na muda si mrefu utakwenda, si ndio? Mjomba, mimi niko tayari tokea muda. Sema ngoja kusikiliza wewe. Sawa. Mimi nimeshamalizana tayari na walimu wako wote. Kwa hiyo kilichobaki hapa kazi ni kwako tu. Sawa mjomba. Ila mama alikuwa ameniambia kwamba ule mzigo ambao kwa ameongea niweze kumpelekea. Dada sahau kabisa yani. Bado analo tu hilo jambo. Lakini sawa. Mwambie kuhusiana na mzigo wake mimi nitautuma. Nitamrekebishia kwenye muamala wake, muamala utasoma. Ila wewe nenda ukawe makini na masomo. Nafikiri hakuna msingi katika maisha yako zaidi ya masomo. Kwa nafasi yangu kama mjomba, nimeshafanya kila kitu mjomba. Kila laheri. Sawa mjomba. Basi mimi ngoja niende ili niwahi kufika. Sawa. Niambie mpenzi wangu. Vipi ile mipango yetu ulipokuwa umeenda? Mimi mipango imekaa fresh kabisa. Sio wewe kwa upande wako. Mimi mipango yangu fresh tu. Leo nimeongea na mpambaji. Kasema hivi. Kupamba 200,000. Hapo at least kidogo. Sio mbaya. Kama 200,000 hapo tuta clear, haina shida. Basi mpenzi wangu. Basi mimi niko naelekea sokoni. Basi poa, usijali. Poa. Vipi mwana? Fresh. Kwa muda wote unakutafuta kumejificha kwa hapa nini? Nilikuwa hapa kuna mambo na tafakari. Kuna vitu havipo sawa kwa upande wangu vinanichanganya sana. Ni vitu gani hivyo ambavyo haviko sawa? Unaweza ukanishirikisha pia tukasaidiana hata kwa mawazo. Ni kweli. Ila kuna vitu vingine sio lazima umshirikishe mtu mpaka pale vinavyokuzidi uwezo. Ni kuhusu shemeji yako Maina. Kuna issue aliniomba nimsaidie. Sasa kwa upande wangu naona sipo sawa kwa sasa. Kwani nakosa mpaka njia ya kufanya. Ndio maana nimekaa hapa muda wote nawaza tu. Sielewi nianzie wapi nitokee wapi. Ni vitu gani hivyo? Juzi aliniambia kwamba alipoteza pesa yake ya msingi kwenye ile biashara yake ya kupika chapati. Sasa akawa amehitaji kiasi kidogo cha pesa ili nimsaidie. Na wewe mwenyewe unajua hali yangu. Kwa hiyo nikakosa namna yote ile ya kufanya.
lakini pia anadai kwamba kuna mtu ambaye aliingia na kuchukua hiyo pesa. Ndio maana nimechanganyikiwa, sielewi. Tatizo lako Mzidole, unazidi sana kumng'ang'ania huyu mama chapati wako. Alafu ni mara ngapi nikwambia achana naye huyu? Unamng'ang'aniaje mtu ambaye hana faida? Huyu mwanamke ukiendelea kumng'ang'ania atakupa pressure bure. Hivi ni mara ngapi ushaona mimi mwanamke wangu gani ambaye ashakujaga hapa kuja kuomba hela? Azidi ipungui, wao ndo wanatoa pesa na kunipa mimi. Lakini usijali, wewe ni familia yangu. Hao ni matusi ya shemeji yako mpya. Sasa endelea kumng'ang'ania huyo mama chapati wako. Aje akuombe mpaka shilingi 100 ya wembe. Badilika wewe, kuwa kama mimi. Kwa hiyo msingi kiuno, kuna kitu cha kujifunza hapa kutoka kwake. Karibu. Ingia, mlango uko wazi. Wow. Na mimi mama la mama. Sonia, vipi? Mbona sikuelewi? Kuna tatizo gani? Hivi Hasani, wewe utanioa lini? Sonia kipenzi changu, mbona mambo tulishaongea na tuliyamaliza kabisa. Mbona unaanza kufufua mambo ambayo yashapita? Na kuuliza swali, unanioa lini? Sonia, kama nilivyokuwa nimekuambia, mimi ngoja nijipange. Na nikijipanga then tutaoana. Aha, bado unajipanga eh? Sasa nisikilize. Wanaume wenzio wenye akili timamu wamekuja nyumbani, wametoa posa, natarajia kuolewa. Na mimi kwa kuwa na hamu ya kuolewa, nimekubali. Sasa nimekuletea kadi ya harusi yangu. Sonia, acha masiara basi. Kwa tunajua kabisa mwenzio mimi bado nakupenda. Naomba ushike. Shika. Sonia, riziki huwa haifosiwi. Na kitu kama cha kwako ni cha kwako tu. Kama umeamua hivyo basi sawa. Naomba utoke kwangu. Sikiliza. Mimi naondoka. Ila hakikisha unasoma kilichokuwa kwenye hiyo kadi, ujue tarehe na mchango wako pia ni muhimu. Judy mpenzi wangu. Niambie. Hivi kwa nini sasa hivi umekuwa muongo sana? Kwa nini nimekudanganya nini kwani? Juzi si nilikuita ukaniambia mara anakuja, sijui nini na nini.
lakini mpaka nafika jioni haujatokea nyumbani. Nilipata dharura mpenzi wangu, naomba unisamehe. Lakini unaniambiaga ukipata dharura, lakini safari hii haujaniambia chochote. Ndio maana nikakuomba samahani. Aya, niambie. Kuna vipi kuhusu ile swala la dada yangu nilikwambia? Maana siku zinakaribia, alafu sina chochote hapa nilipo. Uliniambia jambo hilo, ila kuna mambo yalikuwa hajakaa sawa. Na ulikuwa unahitaji kiasi cha shilingi ngapi? Chochote kile ambacho unacho ukinipatia mimi nitaridhika nacho. Basi sawa, ngoja ni aseti mambo yangu na kisha nitakupatia iko kiasi ambacho nakihitaji. Basi okay, sawa, nasubiria. Pia naweza kuondoka maana nimekuja tu mara moja. Unaondokaje sasa? Bye. Mwanangu, kuna shoga yangu amenipa kadi ya mwaliko. Amenialika kwenye shughuli ya ndoa yake. Nilikuwa nakuomba nihudhurie kwenye shughuli hiyo. Lakini mke wangu, mimi sioni haja ya wewe kuniomba ruksa katika mazingira hayo unaonionyesha. Kwa nini unaniomba ruksa katika mazingira ya hofu? Kana kwamba unachotaka kwenda kukifuata ni dhambi. Unajua ndoa ni kitu muhimu sana. Na ndoa milango yake huwa inafunguka mpaka kwa Mungu. Kama shoga yako anaolewa, ukizingatia sasa hivi kuna wamama wengi sana wanafika umri wa juu kabisa, hawajawahi kuipata ndoa. Ndoa ni bahati. Basi mimi nikuunge mkono katika hilo. Kama itakuwa inawezekana na mwenyewe utaridhia, basi mimi nikusindikize. Tukasherehekee wote kwenye ndoa ya rafiki yako. Alafu muda ukifika tutajoin nyumbani kupumzika tukiwa pamoja. Au unalionaje? Sawa. Nikuelewa. Basi acha niendelee na kazi zangu ndani. Kipilda Mrs. Mgaya huyo. Kilizi kisukari. Nakupenda sana mke wangu. Ila aliyopo nyuma ya panzia, Mungu ndo anajua. I love you. Wanaume wenzio wenye akili timamu wamekuja nyumbani, wametoa posa na tarajia kuolewa. Na mimi kwa kuwa na hamu ya kuolewa, nimekubali. Sasa nimekuletea kadi ya harusi yangu. Sonia, acha masiara basi. Kwa tunajua kabisa mwenzio mimi bado nakupenda. Naomba ushike. Shika.
Minge, toka nilivyorudi safari kuna maneno ya aina tofauti tofauti nayasikia. Sasa sijajua yana ukweli ndani yake ama la. Ni maneno gani uliyoyasikia? Kwa hiyo nataka kuniambia hauyajui? Okay. Nimesikia kuwa umetolewa barua unataka kuolewa. Ni kweli kabisa. Maneno uliyosikia yana ukweli ndani yake. Mimi mpaka sasa hivi nimeshatolewa barua na hivi punde natarajia kuitwa mke wa mtu. Kwa hiyo unaongea tu kila slice, si ndio? Halafu yani ulishindwa nini kunisubiria mpaka umekubali kila slice kuolewa na mtu mwingine? Kwa hiyo kumbe ulikuwa unipende. Abi, sikuwa na maana hiyo. Ila toka wewe umeondoka, huko unipigie simu wala mawasiliano ya aina yoyote juu yangu mimi. Nimempata mkaka wa watu, ananipenda, nampenda, ananisamini. Sasa kama mtu anionyeshia upendo, kwa nini nisikubali kuolewa naye? Eti sasa nisikilize kwa makini sana ili ambalo ninaloliongea. Kama mimi Abi nipo hai, hii ndoa haitoweza kufungwa. Ndio unavyojidanganya hivi. Sasa nisikilize kwa makini. Sikilize kwa makini vizuri tu. Kama we ni Mungu, sitaolewa. Na kama kweli we sio Mungu, hii ndoa inapita. Mpuzi. Judy, mimi nilikuwa naona dada yako akishaolewa na sisi tupange ndoa yetu, au unaonaje? Sawa tu, mimi sina neno kwa hiyo. Natamani leo kesho tuwe mume na mke. Ni kweli unanipamba tu? Mimi niko serious. Au mwenzangu unanipumbaza? Maana wanaume na sometimes hamueleweki. Judy! Kuna nini ambacho kinaendelea baina wewe na huyo? Mbona swali lako silielewi? Kumbe wewe ni mshenzi? Yaani mimi najua naishi na mwanamke, kumbe naishi na mtu ambaye hata hajiheshimu. Wewe, kama uweze kujiheshimu, basi uheshimu watu waliokuzunguka. Na sio unawakuta watu wako katika maongezi yao, afu unaanza kupayuka tu. Hivyo bro, wewe unajiona nani katika mtaa huu? Mimi najiona mpinga. Kama unajiona Mwajuma, endelea. Alafu na kuomba uweze kutupisha. Tuna maongezi ya muhimu na mpenzi wangu. Judy, kwani una wanaume wangapi? Maswali gani hayo unaniuliza? Na unajua ninavyokupenda. Lakini wewe sasa mpenzi, mimi naona niwahi sasa. Ila nashukuru pia, nimeenjoy. Nashukuru pia. Mbona mapema sana? Nadhani hata wewe unataka ufike mapema. Nimechelewa kile kibaba kule kitanona. Bye.
Jamila, unataka nini kwangu? Mbona unanifuatilia? Pole pole madam. Tuliza monka, tulia dawa ikuingie. Ila naona leo mkataba wangu mimi na wewe unaanza huu kabisa. Kwani mimi nawe tushamalizana siku nyingi? Kweli madam, ila leo nimeona live bila chenga. Sasa hili sijui tunalifanyaje. Huyu mwana hapa ni rafiki yangu tu. Na hakuna kitu chochote kitachoendelea. Rafiki? Rafiki akupiga busu. Akati mimi na wewe ni marafiki lakini hujawahi kunipiga busu. Kwa unataka shilingi ngapi ili unyamaze kimya? Madam. Ni kama kawaida yangu, sinaga hata mambo mengi. Nakupenda sana tajiri, kazi njema. Sio shida zangu. Kiumbana, unavokaa kimya anashindwa kujua nikusaidieje. Maana anashindwa kuelewa na tatizo gani rafiki yangu. Tezo. Wewe unadhani nani mwingine wa kunitesa zaidi ya Sonia? Sonia? Mimi mbona bado sijakuelewa? Yangu. Sonia anaolewa. Sonia anaolewa? Mimi mbona taarifa hizo sina? Ndugu yangu, nisitumie mate mengi kuharibu saumu yangu. Sonia anaolewa. Yaani huna taarifa kivipi? Afadhali mwanangu Lizo umekuja. Bora unisaidie mwanangu kuniulizia huyu mtu. Sijui ana matatizo gani. Hebu muulize kwanza, mimi nimechoka, tena nimechoka kabisa. Kiumbani. Ina maana hata mama ajui unasumbuliwa na nini? Kweli? Unaona? Unaliona? Hii ndio shida yake. Ukimuuliza basi hakujibu na wewe upata kujua mwanangu anasumbuliwa na nini. Hakuna. Unamuuliza kitu linakurupuka, kurupuka nguruwe poli hilo linaondoka. Haya niambie mwanangu, mimi hapa nitajua nini? Hebu nisaidie Lizo, nisaidie, wewe ndo rafiki yake wa karibu. Nisaidie nijue tatizo la mwanangu jamani, nitakuja kufa mie bure bado wakati wangu ataniua mtoto. Ukweli ni mtihani. Inabidi tuongee naye tujue nini shida zaidi. Ukalogwa huyu kashadata. Minge, mimi nimekuita hapa tuongee kidogo. Siku hizi umebadilika sana mdogo wangu. Sijui ni kwa nini. Kwa nini dada unasema hivyo? Ngoja kwanza nikuulize swali. Hivi unajua kwamba wewe ni mchumba wa mtu Ndiyo, nafahamu. Sasa nisikilize mdogo wangu. Sasa hivi nakupasa utulie. Uache kuhangaika kabisa. Sijui unanielewa? Nakuelewa dada yangu. Acha kuzunguka huko mtaani. Unapozunguka mtaani watu wanakuona. Na tayari sasa hivi wameshakuwa mwali. Nakuomba sana kwa hilo. Sawa dada, mimi nimekuelewa. So uitikie sawa, alafu baadaye tena mimi nimetoka na wewe huyo unatoka. Tuachane na hayo mdogo wangu. Yaani hiyo siku ya harusi dada yako nitacheza mpaka ngoma ambazo sizijui kucheza nitazicheza. Yaani dada, nishindi mimi. Kwanza ninavyoitamani. Natamani iwe kata leo.
maana shauku nao dada yangu. Yani hapa mtaani ndoa tunayo na tunatamba nayo, sio shida zetu. Oa vipi mzee? Mbona sikuelewi? Huna familia, huna mke, mawazo ya nini? Chuga, leo ndo nimeamini ule msemo ulioandikwa kwenye vitabu vya dini kwamba wanawake tuishi nao kwa akili sana. Chuga, wanawake wanafilisha sana katika maisha. Leo ndo nimeamini. Ni kweli, hasa ukiwaendekeza. Afu naona mapenzi yanaanza kukutoa kamasi. Maana wewe unajifanya sharukani na bado yatakunyoosha. Kwa hiyo mwanangu umeamua kunichalazia, sio? Hapana. Mimi sikuchalazii. Ila nataka ujue kila kazi unayoanzisha ikiwa mpya, ujue ina changamoto zake. Kwa hiyo kaza, wewe mtoto wa kiume, acha kutiatia huruma, utakufa. Wewe unadhani ukitia huruma ndo utasaidiwa? Mwenzako yuko huko anakula raha zake, wewe unajilizaliza hapo. Ya mapenzi bwana, kweli anawanyosha. Hicho ninachokwambia nina uhakika nacho, sio kama nabuni. Kama una uhakika nacho, kwa nini usinipe ushahidi? Sawa, kwa kuwa nina uhakika nacho, nitakuletea ushahidi. Ila sema sasa bosi, inabidi unipe hata advance kidogo ili nipate motisha kufanya kazi. Sasa unaongeaje motisha? Wakati kazi yako ulioniletea wala sijaielewa. Nimekwambia kwanza nataka ushahidi. Alafu ukiuleta ushahidi uliokamilika kwa akili zangu mimi, ndio nitaanza kuzungumza na wewe vizuri nikakuelewa. Sio, unanielewa? Leta ushahidi bwana. Hivi Hasani, kwani Sonia alikupatia kitu gani? Sonia alikuja hapa akaniletea kadi. Kadi? Hiyo kadi ni ya nani? Na inahusu nini? Hiyo kadi ilikuwa ni ya mwaliko wa harusi yake. Ina maana ulichokisema ni serious? Yaani Sonia kweli anataka kuolewa?
ina maana huyo anayetaka kumwoa ajui kama Sonia ana mtu wake? Zungu, mimi nahisi Sonia akaamua kunipitia kwenye njia ambayo haiwezi kuelezeka kabisa. Alafu na kitu kingine Zungu, kwa jinsi unavyojua ninavyompenda Sonia na kitu unachonifanyia, hii ni haki kweli? Sikia sana. Huu sio muda wa kulalamika. Hiyo kadi iko wapi? Mimi nataka nisome nijue jina la muuaji. Kadi hata sijui hata ilipo. Kadi hata sijui ilipo. Maana niliacha ndani na sijaiona tena. Nataka kusoma sikuwa sijaisoma. Sasa hapa mimi nilikuwa na wazo. Wewe tafute hiyo kadi. Alafu tujue jina la muuaji. Tukishajua muuaji ni nani, hapo tutajua tuanzie wapi, sawa? Sawa. Nitajaribu kuitafuta. Maana hata sijui kama nitaiona. Poa, fanya hivyo. Mingi, mbona kila siku narudia kitu kile kile kimoja? Nakwambia mimi muone nishakuelewa lakini hutaki kunielewa. Nataka niongeeje? Makubwa. Hama kweli nyota yangu kali. Bwana wewe umenipendea nini? Hilo sio swali la kuniuliza. Yaani mimi hata ukitaka sasa hivi fresh tu tunaenda kuruka. Sio tu wewe unasemaje yani? Basi sawa. Naomba unisikilize ninachokitaka. Wewe sema chochote. Mimi nitafanya. Hii ni kwa ajili yako. Kama kweli, basi tutaenda sawa. Mimi na shida na 200,000. Si unajua mimi naolewa. Sasa jitahidi kabla ya ndoa niwe nimeipata. Kwa sababu itakuwa tayari nishakuwa mke wa mtu. Itakuwa ni ngumu sana wewe kunipata. Hilo kwangu sio shida. Wewe nipe siku 2 tu. Kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa. Ukipata, naomba nipigie simu. Poa. Okay, poa. Baadaye. Halo. Naam. Sasa mwambie bodaboda kuleta 1 point. 1 point eh. Mimi nitakuona unapoingia hapo getini. Sawa. Mambo. Poa, karibu. Pole kwa kupotea. Niambie mpenzi wangu. Chite mpenzi wangu. Pole kwanza nimekusumbua. Lakini nimekuita hapa na wangu mawili nilikuwa nataka nikwambie. Jambo la kwanza na la muhimu. Kuna mdogo wangu anaolewa mwezi ujao. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikupe kadi ya mwaliko. Hiyo ni habari njema. Ni habari njema sana na kama unavyonifahamu lazima tutakuwa pamoja.
na nikuahidi kitu tu, nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka hiyo shughuli inakamilika. Na kujua maana ni mtu ambaye unapenda sherehe sana mpenzi wangu. Lakini Chite, kuna jambo lingine. Mimi na wewe ndoa yetu ni lini? Maana kama unavyoona wadogo zangu wanaolewa, lakini mimi dada yao nakuwa tu bado nipo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba mpenzi wangu nioe ili uweze kuniheshimisha. Unajua Shazna, kuna wakati mwingine mimi ndo maana nakuaga sikutafuti kwa hizo habari zako hizi za kuzungumzia ndoa kila muda. Alafu Shazna, wewe mbona unapenda kuolewa sana wewe? Una nini? Chite mpenzi wangu, hivi ni kwa nini unaichukia sana ndoa? Na kila nikikuletea mambo ya ndoa unakasirika kabisa. Sio kama sipendi ndoa. Sijui umeelewa? Mimi nilishakwambia kabisa kwamba mimi bado muda wa kuoa. Na hili jambo kila siku mbona mimi na wewe tunalizungumza? Na isitoshe nilishakupa kabisa ruksa ya kwamba ukipata mtu mwambie akuoe, au la itoshi tafuta mtu ambao unahisi huyu anaweza akawa mume akuoe. Kwani shida iko wapi hapo? Chite, naomba tuheshimiane. Yaani mimi nakupenda alafu unaniambia nitafute mwanaume wa kunioa, kweli? Sasa mbona unaondoka? Kwani mimi namkosi gani jamani? Lizu, mbona umenipigia simu? Kuna tatizo gani? Maana simu yako imenishtua. Ya, tatizo lipo. Tena kubwa sana. Na wewe ndo msababishaji wa hilo tatizo. Mbona sikuelewi? Mimi ndo msababishaji? Tatizo gani hilo? Hivi wewe, Kiumba nimemwambia nini? Mpaka unamfanya apitie katika kipindi kigumu kama vile. Kumbe namzungumzia Kiumba? Kiumba sijamwambia kitu chochote kibaya, isipokuwa yeye ana mapenzi ya kwenda, ndio kitu kinachomsumbua. Unajua nyinyi wanawake mnadharau sana. Tena hasa ukishajua mwanaume anakupenda. Wewe unasema Kiumba ni ana mapenzi ya kweli na wewe wakati anateseka kwa ajili yako. Hivi Lizu, wewe unaoka gani kama Kiumba anateseka kwa ajili yangu? Au unaongea tu kama kujifurahisha? Sasa sikia. Kama anateseka, mwambie Sonia anakupa pole. Sawa? Alafu kama angekuwa anaumia kwa sababu yangu, angeniambia na mimi nijue. Sonia, masiala yenu mtakuja kuuana kwa pressure. Kama amekukosea, usamee basi mwezio. Maana yake Kiumba anateseka sana. Sikia. Kamwambie Kiumba kama anataka nimsamee, asome kadi nilompatia. Kadi? Yeah, asante utakuwa umenielewa. Mazingira kama ninavyokuelekeza, unajua sio issue za kukulupuka, yani issue chapu chapu. Yani kama oya ng'ombe wewe. Shanga nini sasa hapo? Tulia. Potea, chukua mali potea. Kimbia.